Baada ya ile post nilipojibu swali la kuhusu kubeti, kuna mtu akauliza swali. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya 10 hadi aya 12, Bwana anachukizwa na mambo kadhaa ikiwa ni pamoja na kubashiri. Akasema, swali langu ni hili, huko kubashiri kwa kuchukiwa na Bwana ni kubeti au kubashiri kwa aina gani? Asante sana ndugu yangu Mkatoliki mwenzangu kwa swali zuri kama hili. Ni swali muhimu sana linalosaidia kuondoa mkanganyiko wa maneno ambao mara nyingi hutokea kwa sababu ya lugha tunayoitumia kila siku, yaani Kiswahili, na lugha asili ya Kibiblia ambayo ni Kiebrania. Jibu la haraka ni kwamba kubashiri kunakochukiwa na Mungu katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya 10 hadi aya 12 sio kubeti michezo ya bahati nasibu. Ni mambo mawili tofauti kabisa, kiimani na kilugha. Hebu tuchambue neno hili kwa mapana kulingana na muktadha wa maandiko matakatifu na mafundisho ya Kanisa Katoliki ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Kwanza, tukianza kwa muktadha wa Kumbukumbu la Torati hiyo sura ya 18 aya 10 hadi aya 12, maana ya kubashiri kibiblia. Ukiutazama mstari huo katika lugha ya kiasili ya Kiebrania au hata tafsiri nyingine makini za Kiswahili kama Biblia Habari Njema, neno linalotumika hapo linamaanisha uaguzi au kupiga ramli, divination au fortune telling. Hebu tuisome mistari hiyo Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya 10 hadi aya 11. Inasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Katika muktadha huu wa Biblia, kubashiri maana yake ni kutafuta kujua mambo yaliyofichika au ya baadaye kwa kutumia nguvu za giza, miungu ya kigeni, kwa kupiga ramli au kuwasiliana na pepo. Hii ni dhambi kubwa dhidi ya amri ya kwanza ya Mungu inayosema usiabudu miungu mingine, kwa sababu mtu anayefanya hivi anamkataa Mungu wa kweli na kutafuta msaada au maarifa kutoka kwa shetani au nguvu za asili zilizolaaniwa. Pili, tofauti ya kimatamshi, Kiswahili cha kawaida na Kiswahili cha kibiblia. Mkanganyiko huongezeka kwa sababu leo hii katika maisha ya kawaida ya Kitanzania tunatumia neno kubashiri kumaanisha kubeti matokeo ya mpira kama SportPesa, PMU na kadhalika. Lakini kiuhalisia, kubeti huu mchezo wa bahati nasibu ni mchezo wa kiuchumi ambapo mtu anaweka dau akitegemea uwezekano wa kitakwimu ama probabilities. Anategemea uwezekano wa kitakwimu wa kitu kutokea. Kwa mfano, timu fulani kushinda au namba fulani kutoka. Hapa hakuna nguvu za giza zinazohusika, ni hesabu na bahati tu, chance and probability. Ndio maana katika katekisimu ya Kanisa Katoliki neka chini amri ya 7, usiibe, ikionya isije kaleta dhuluma au maskini. Lakini juu ya kubashiri ambapo kibiblia inaitwa uaguzi, ni tendo la kiroho la kishirikina linalokiuka amri ya kwanza ya Mungu. Hapa mtu haitumia akili, hatumia akili au takwimu, bali anatumia nguvu za kichawi au mashetani kutaka kujua siri za kesho. Mpendo katika Kristo, Kanisa Katoliki likiongozwa maandiko haya ya Kumbukumbu la Torati linapinga vikali sana aina zote za uaguzi, upigaji wa ramli au ushirikina. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2116 nasema hivi waziwazi: aina zote za uaguzi ni za kukataliwa. Kukimbilia kwa shetani au kwa majini, kuamsha wafu au vitendo vingine vinavyodhaniwa kwa makosa kufunua wakati ujao. Kuuliza nyota, horoscopes, unajimu, astrology, kusoma kiganja, palmistry, kufasiri ishara na uaguzi, matukio ya uono wa mbali, clairvoyance, na kukimbilia kwa wapiga ramli, yote hayo huficha nia ya kuwa na mamlaka juu ya wakati, historia na hatimaye juu ya wanadamu, pamoja na shauku ya kujipendekeza kwa nguvu zilizofichika. Vitendo hivyo vinapingana na heshima, unyenyekevu na upendo wa kicho tulionao kwa Mungu peke yake.
Mpendo wangu ulioulizwa swali, ndiyo, Mungu anachukizwa na kubashiri kwa maana ya uaguzi na ushirikina, kwa sababu unaharibu uhusiano wetu wa kiroho naye na kutuingiza katika utumwa wa Shetani. Lakini kuhusu kubeti ama michezo ya bahati nasibu ya kileo, Mungu hajachukizwa nayo ndani yake yenyewe kama mchezo wa burudani, lakini anachukizwa nayo pale inapomfanya mwanadamu kuwa mtumwa wa tamaa ya fedha, yaani anakuwa mraibu wa kubeti. Anapoacha kufanya kazi kwa bidii au anapowaumiza maskini na familia yake kwa kufuja mali. Tumeumbwa ili tumtegemee Mungu kwa kazi ya mikono yetu na sala, sio kwa lamri au ushirikina, wala kwa kutegemea utajiri wa haraka wa kubeti hadi kuwa watumwa. Umeonaje hapo Mkatoliki mwenzangu? Je, kuna sehemu bado naleta ukungu tujadiliane zaidi? Lakini mpendo katika Kristo, mwisho juu ya yote naomba nikushirikishe jambo hili muhimu sana. Ndoto yangu ni kuendelea kutengeneza maudhui ya Kikatoliki yenye ubora mkubwa zaidi ili yawafikie watu wengi zaidi. Kwa sasa, niendelea kujiandaa kupata baadhi ya vifaa ili kuboresha huduma hii ya uinjilishaji. Kama unatamani kuwa sehemu ya utume huu kwa mchango wowote, mkubwa au mdogo, mimi nitashukuru sana. Kama huwezi kuchangia kwa sasa, kushirikisha video hii na kuniombea ni msaada mkubwa pia. Mungu akubariki sana kwa moyo wako wa ukarimu. Utume wetu ni mmoja, tumlete kila mtu karibu zaidi na Kristo kwa ukweli na upendo. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Nakutakieni siku njema na yenye baraka, na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo.